Hello wapenzi watazamaji mnaofuatilia vipindi kupitia Amisho TV. Tuna imani kwamba mpo vizuri, mpo salama kabisa. Salama salamini. Ni Rusi presenter on the mic kama mnavyoniona, na pia nikukumbushe kwanza wewe ambao hujaweza kufanya subscribe uifanye ili wa kwanza kupata vipindi vyetu, na usisahau kufanya like ama dislike, pia share kwa wenzio ili waweze kupata kitu kikali. Usahau pia comment kwa kile ambacho utakuwa umekiona. Alafu kwa upande mwingine, kwa leo nimekuletea msanii wa kizazi kipya ambaye anajaribu kufanya kazi vizuri, mwandishi wa nyimbo hao pia na zinginezo zikiwa nyingi, ni King Aslion. Na pengine kuweza kumkaribisha kwenye mjengo wa Amisho TV ili tuweze kufahamu mengi kupitia yeye. Na alikujaje kwenye game ya Buja Flavor? Ni aje kaka? Fresh kabisa. Uko salama? Niko salama. Mbona unaonekana baridi mzee? Mpaka umevaa mpira wa baridi. Hii ni style tu yangu. Hii ni style yangu, sio eti baridi, ni style tu. Yeah. Alafu King Aslion, kwanza nifahamu jina la King Aslion limekujaje? Jina la King Aslion, mimi naitwa Asmari ndo jina langu. Alafu hilo King nimelichukua cause nyumbani mimi ni mtoto wa kwanza, na mara nyingi sana mtoto wa kwanza anakuaga ni King. Nikasema acha nitengeneze jina langu ambalo nitakuwa natumikia kwenye muziki yani. Ndio nikachukua ile King, ile Asmar nikaifuta yani, afu nikaimalizia kwa la yani. Ndio kabanane kaleta Aslion, King Aslion hivyo. Yeah. Alafu ulivyojiita King Aslion, kuna msanii pia ambaye anaitwa Aslion. Sijui jina hilo umeshalisikia kwa japo unaweza kuwa labda mfahamu, lakini jina hilo umeshasikia kama kuna mtu mwingine ambaye anaitwa Aslion. Uliweza kujifikiriaje wakati ulisikia hivyo? Hilo jina nimelisikia baada ya mimi nimeshaga chukua hilo jina. Sweeti nimelifuatilia, no. Nimelisikia baada ya mimi kuchukua hilo jina, na siku cry nimechukulia fresh tu cause jina aliwagi limoja. Wako watu wengi wana majina ya kufanana, vitu kama hivyo. Yeah. Jina liwagi limoja, ila kwenye game ya muziki wao mara nyingi wanakuwa wanaongea kwamba mtu akijana lingine jina ambalo linafanana na mwenzie, wanajifikiria kwamba anataka kufanana na mwenzie, ni kama ameiba vile, kwa sababu unajua sio ile dunia kikawaida vile. Au mimi sozi nikaiba jina, na ukitaka nikupe mwanga wa jina langu itaeleweka, nitakuelewesha jina langu lote mwanzo mpaka mwisho. Na hisi kama tunafanana, huenda maana haiko sawa. Nizenga kupa maana yangu afu na maana yake ni vitu viwili utakutana viko tofauti. Hapo ndio utakutana utofauti wetu hapo. Yeah. Yes, King Aslion, kwanza muziki ulianza vipi? Ilikuwa ni msafara wako wa muziki ulianzaje? Mimi nimeanza muziki mwaka 2016, na muziki ni talent ambayo ilikuwa ndani yangu. Nikaona hii talent haina hata haja mimi kuibanacha, niweke hadharani kwa watu, ndio nikaingia kwenye muziki game kama ile. Yeah. Ulihisi vipi kwamba una talent ya muziki? Cause mimi nilikuwa napendaga muziki mzuri. Yaani muziki kwa mzuri, nilikuwa naupendaga sana. Hapo siku moja hivi nikagundua mbona hii tushaniingia sana? Hata nijaribu kuandika. Baada ya kuandika nikajikuta kitu kiko vizuri. Cause nilipofika studio mara ya kwanza, producer na walio wenyewe walikuwa hapo, wametokeaga kunifurahia, wakasema muziki unauweza kama vipi, endeleza game. Nikaona haina haja ya kusimamisha, ndo nikapambana na msafara mpaka hapa ni. Yes, producer wa kwanza ambaye aliweza kupokea kwenye studio ilikuwa ni nani, na pengine studio ilikuwa ni studio ipi? Studio ya kwanza nimeanziaga studio moja inaitwa Fresh Peak Music kwa pande za Buterere, ila hiyo siku imeendishaga sana. Studio ya pili ambayo ndo natumikia mpaka hivi inaitwa AN Records, iko hapa pande za Gasenyi, ambaye producer ni Adomix, ndo producer hapo, na njoo tajiri wangu mpaka size yani. Ndo manasimamia masuala yangu ya muziki yani. Yeah. Yaani inaonekana kwa sasa wewe muziki unatoa free. Study shaka kwenye management lazima iwe free. Alafu pia management yako kinyume na studio. Management ina jina au? Management au ni jina tu, ni Adomix kwa sababu yeye ni mtu ambaye anakusimamia tu, ila haijawa na jina eti management yetu inaitwa jina fulani vile. Kama tunafahamu zingine management ambazo zinakuwa zinaitwa jina fulani zikiwa na CEO ambaye anasimamia. Nimeikwambia AN Record ni studio, lakini alafu kuna wale watu wanakuwa na studio inaitwa jina, alafu pia ikawa na ndani ya management fulani. Bado sasa pale bado kidogo, na hisi iliko kwenye mipango itaandikwa jina na mtaambiwa msijali. Yeah. Yes, kuna wasanii ambao wakiingia kwenye game wao mara nyingi wanakuambia eti mimi nimeingia kwenye msafara wangu wa muziki na nikakutana na changamoto hizi na hizi, na pengine labda kuna kitu ambacho kinanisukuma pia niendelee na muziki au kunikata nguvu. Wewe ulikutana vipi? Ilikuwaje mpaka sasa? Changamoto kwenye muziki hazikosagi cause nilipoingia kwenye game wapo mmoja alikuwa sema usiendelezi, wengine wanaambia niendeleze game. Nikaona mimi siishi special kwa ajili ya kusikia masikio ya watu. Napigania kipaji changu. Acha nifanze kitu ambacho kinanihusu mimi.
ndio nikaendelea. Changamoto ziko nyingi tofauti na msweti naweza nikazimaliza kuzisema, maana ni nyingi sana. Aslion, ushawahi kukutana na mtu anakuambia eti nyimbo yako nimeisikia kijana, lakini sijasikia kama umeweza, yani inabidi ongezee kitu fulani? Shawahi kutokea? Hamna, sijawahi kuisikia, yani hapajawahi kutokea mtu akanambia hiyo kauli, bado haijawahi kutokea mtu ukaona kwenye comment ya nyimbo zako kwenye account yako ya YouTube kwamba hii nyimbo sio sawa nini? Haijawahi? Hakuna, na ukitaka utizame hata saizi hakuna kabisa, haijawahi kutokea bado. Kwani ukiona comment za kupongeza muziki wako tu, haujawahi kuona mtu ambaye anakuambia hapa sio sawa, unajichukuliaje? Napendaga wale wenye kunipongeza, maana wakinipongeza ndo najihisi nasikia raha kwanza, na wananiongeza niwe na bidii kwenye kazi zangu tena hapo. So ukiniponda huko kama wanataka kunikatisha tamaa, ndio kama zile changamoto ulivyosema hivyo. Ila namshukuru Mungu sijawahi kumpata mwashaga niponda, na wengi wao waga nisifu, ndio maana niko naendelea msafara wangu. Mwisho wa siku ukipata mtu ambaye atakuja kukuambia msafara wako kwamba yani muziki wako haujafika bado, ongeza bidii na ufanye nini, ama pia mtu akwambia kwamba kijana mimi sijaamini kama unaweza, utajichukuliaje kwa hapo? Huyo ni miongoni ya ushauri, so mimi huaga sikataji ushauri. Akinishauri hivyo nitafanza hivyo gisi anataka, kwa hakuna msanii anajipelekaga yeye mwenyewe bila ushauri. So akishanishauri hivyo lazima nitafanza hivyo. Pabaya ni pale kwenye kupondana pale, umefeli, umeshindwa, haujui, wewe achia hapo. No, hiyo siitakagi. Ila ukija kwa kuniambia hapa haukupatie, itabidi ufanze hivi ili mradi wewe, hapo umenipa mwanga, nafika naendeleza msafara. Utofauti wa King Aslion kwa mwaka 2016 alikuwa anaanza game mpaka sasa kwa mwaka 2021 unauonaje? Utofauti uko mkubwa sana, kwa mwaka 2016 hela ni kwa stoaga peke yangu mfukoni, naenda kulipa studio, naimba video nalipa mwenyewe, ila sasa hizi sifanzi chochote. Management ni wasimamia au masuala, yani mimi tu kwenda studio naimba, nikimaliza to shoot video vitu kama hivyo na post, kazi inaendelea. Wewe ni kwamba ni kujifikiria tu na kuandika? Kuandika mimi yani dakika sifuri hiyo sichelewaje. Niko vizuri kwa upande wa kufikiria na kuandika. Niko fresh sana. Ishawahi kutokea Aslion kuenda kwenye studio wakawa wamemdharau kwanza, kwambia kaka simama kwanza pale, kwa sababu kuna studio ambazo ukienda wakikupa program unafika pale akiwa msanii ambaye anakushinda jina, wanakuambia kwanza kijana kaa pale, alafu akimaliza ndio unakuja kuingia, na wakati ambapo wewe ndio unafikiriwa. Ishawahi kutokea? Haijawahi kutokea, kwa nikiendaga studio maana na kwa ni program yangu yani peke yangu mimi. Bako mwingine afu aniitishe na mimi. Hapana. Hapo kihesabu kwamba kwa sasa wewe ni management ya kwa Adomix, inakuwa ni vigumu sana hicho kitu kutokea, kwa sababu yeye ndo anakupangia tikiti utakuja saa fulani. Kabla hujaenda kwenye management ya Adomix, maana ulikuwa ni peke yako unasimamia kwenda kwenye studio, inakuwa ni vigumu sana. Kuna wakati anakuambia subiri kwanza kijana ingie nini au ilikuwa gani natokea hiyo, ila sio eti nilikuwa kutanaga msanii. No, mara nyingi sana producer ndio alikuwa azinguaga, mara aje amechelewa, mara anipe ngoma yangu amekawia. Hiyo kwa gani niuma sana, ila namshukuru Mungu cause niko kwenye management, hicho kitu hakitokeagi tena. Mwaka 2020 kwako kama King Aslion tumeumaliza kama sisi wote Warundi, ama pia dunia nzima tumemaliza. Kitu gani ambacho hautakisahau kwenye tasnia hii ya muziki, au pia na wewe kwako binafsi kama msanii? Kitu ambacho sitosahau mwaka 2016 na 20 kwa muda wako huu wa muziki kama wewe msanii, au pia kwa tasnia hii ya muziki kwa Burundi nzima? Namshukuru kwanza Mungu kunimaliza mwaka 2020 kwa usalama. Japokuwa mitihani ilikuwa mingi tofauti kwa upande wangu, ila namshukuru Mungu nimeivuka mpaka nimefika hapa mwaka 2021. Aliyopita na acha yapite. Sasa niko akimbizana yenye yamekuja mwaka 2021 na ndo tuko kwenye game one. Alafu kitu kimoja ambacho kilikuwa mwaka 2020 kwako wewe kama Aslion mpaka sasa wewe unaona kwamba kikufikia tena kitakuwa kimeharibu career yako, itakuwa ni nini? Kitu ambacho kimetokea mwaka 2020 sikufurahia ni kiupande. Mpaka sasa unajifikia kwamba kikutokea tena utaona kwamba kimeharibu career yako? Hakuna. Ila mimi mkazo wangu huko kwenye masuala wa watu ambao wanafuatilia kazi zangu. Nahisi mwaka 2020 watu walikuwa wadogo sana, ila hapa 21 nahisi kuna kitu kwa kaenda kanajiongeza polepole, na nahisi mambo yatakuwa vizuri tu. So kitu sitaki kijirudie ni kule kwenye
kutokutizamiwa na watu ambao nilikuwa sihitaji kama hao, watu wanaweza kanitizama au sio hao. Alafu kitu ambacho unahitaji tena, watu wengi wazidi kutizama kazi zangu cause ndo mwaka ambao tunao, yani ndo huu mwaka sasa, mwaka 2021. Naombeni watu watizame kazi zangu sana cause nimeandaa bomu nyingi tofauti ambazo zitawaripua pande zote. Yeah. King Aslion mwaka 2020 alitoa ngoma ngapi? Mwaka 2020 nimepiga kama ngoma 3-4. 3. Alafu kitu ambacho wewe kukifanya mwaka 2020 unahitaji kukifanya mwaka 2021 ni nini? Nahisi huu mwaka 2021 naweza nikaachia hata albumu kwa nguvu za Mwenyezi Mungu cause nahisi nishaimba, iko tayari. Panabaki ruhusa tu ya management niachie ama niendeleshe kuachia moja moja, kitu kama hicho. Aslion King, yani King Aslion, una collab ngapi? Collab zipo nyingi, ila kwenye account yangu nimeshapiga collab moja. Yeah. Hebu mtu akitaka kufahamu ile nyimbo yako ambayo ulianzia mwanzo mwaka 2016 naipataje? Ile sikuweka hizo za 2016 sikuweka kwenye account yangu cause management yangu kama haikuzifurahiaga, nikawa nimestop yangu, afu nikakimbizana za kwenye management yangu isha fans, ndio nikapost it kama hivi. Ila ukizitaka niko nazo kwenye simu. Yeah. Ni kwa nini huwezi kuziweka hata kwenye account ya YouTube kama vile unaweka? Tushapanga plani, itabidi nizirudie yani you can file remix hivyo, afu ndo ziweke kwenye account. Yeah. Yes, kama vile unafanya remix alafu pia uweke kwenye account na pengine ziweze kuwa na security ambayo inahitajika vizuri sana. Kwa upande mwingine una nyimbo mpya, how inaipokea feedback, umeshaona ni vipi? How sichi nikwambia aje. Maana gisi unaiona kwenye account ndio gisi na mimi naiona. Mapokezi yake yani yako hivyo hivyo na mimi nachukulia hivyo, ila nahisi kwa nguvu za Mungu itasogea kwa uwezo wake tu. Yeah. Ukiongea gisi mimi naiona kama mtangazaji, pia na wewe mwenyewe nayo gisi unavyoiona, kwa wale watu ambao wanatufuatilia, wanatutizama, nini ya kuwashawishi mpaka wao waende kuitizama ili waweze kusema kijana huyu kweli ameua pale. Alafu wanaionaje wao? Ifahamu mpaka sasa. Alafu kuna watu wanaifahamu na yule mtu ambaye hajaifahamu, kipi cha kumshawishi aende kuitizama? Au unaweza nikawashawishi labda niwape vocal kidogo wasikie ladha yake, na hisi wakisikia ladha wataikuta huko kwenye channel yangu. Niweze kawasaidia wakacheki ya kufuatia cause video iko tayari. Nikikona napona, ukiwa mbali na mimi napata kahoma, sitaki zibapu kama ugonjwa corona. Oh my darling, kilema nimeshapona, sitembele ifimbo penzi limeshanoga, nizinge kwa vitepe utake wende kuroga. Oh my darling, kama kachumvi ongeza tena nisikie chumvi, vidonge nilishe tena nisikie uchungu, kamwili katetetema nipe ubavu nilale. Yeah, ndio hivyo. Yes, ni nyimbo ambayo kwanza mtu akisikia anasikia kwamba ni umeumiza kichwa kuandika, maana yani umeandika fuko ambazo ni nzuri kwanza, kitu kimoja. Alafu na production nilijaribu kusikia kwa Adomix, alijaribu kuweka nguvu zake ambazo anaziweka kwa sababu ni mtu ambaye alifanya muziki toka zamani, miaka siku za nyuma kule akimfanyia msanii T-Max nyimbo nyingi pia na wengine kama Maralijo na wengineo, umeona. Alafu pia akakuja kusaidia wewe kama King Aslion, msanii wa kizazi kipya. Labda kitu kimoja ambacho wewe unamshukuru ni kipi, japokuwa anakusaidia mpaka sasa? Namshukuru Adomix cause msaada wake umesababisha nisikumbane na yale matatizo ya maproducer tofauti, madirector tofauti cause pale kwenye management yake pako kila kitu. Nikitaka kuimba naimba, nikitaka kushoot video yote yako hapo hapo. So mitihani kama hiyo nakutanaga wasanii ambao hawana management. So mimi nikishakuwa pale kwenye management, mimi namshukuru Mungu hakuna cha kinanisumbua, kila kitu kiko. Ndio shukrani yangu ambayo namfikishia Adomix hiyo. Yeah. Alafu Adomix ni producer wa miaka ya nyuma kule. Alafu wewe pia ni msanii wa kizazi kipya. Connection ilikuwaje mpaka wewe kukutana na Adomix? Adomix ipo kwenda kuimba muziki wangu ambao naitwa Usiende Mbali. Ndio kwenye upendo wake kwangu umetokelezea kwa sababu ameupendaga sana ule muziki, na baada ya kuupenda na mimi nikaona mtu kisha upenda. Hata Adomix nimemwandikaga kwa hiyo ngoma iko momo kwa kumuonesha kombie de fois mimi pia nampenda. Basi ndio tukaachia kitu kama hicho, ndio ngoma yangu ambayo nilianza kuweka kwenye account ya YouTube inaitwa Usiende Mbali. Yeah.
Mtu ambaye anataka kufuatilia kazi zako sasa kwa sasa hivi amekusikia, amekuona pia, anahitaji kuanza kufuatilia kazi zako vizuri, azikute wapi na jina linaandikwa vipi kwenye account yako ya YouTube? Ukienda kwenye channel ya YouTube utakuta ni King Aslion, Facebook King Aslion, Instagram King Aslion, hilo yani usibadili, utanikuta ni huyo. Yeah. Alafu na nyimbo ngapi kwa ujumla ukizitazama kwenye account ya YouTube kinyume na zile ambazo zilitoa siku za nyuma kule? Na hisi hivi niko kwenye 5. Yeah. Zina video ngapi? Zote ni video na moja tu ndo sio video. Collab ya kikubwa ambayo wewe mpaka sasa unajifikiria kufanya kwa siku za mbele huko ni collab ipi? Collab zipo. Nishaimba hata na Chanela ila kazi haijaachika, na kuna zaidi ya Chanela ambazo tumeshaandaa ila programu haijakaa tu vizuri, ikifika tutaachia ngoma. Yeah. Kwa sasa ndio unaanza kwa management, ni kwa Adomix ni mara ya kwanza unaanza management. Unapotazama jinsi unavyoishi na Adomix, ni kipi ambacho ni sura ipi ambayo unaiona kwenye game ya Buja Flavor? Sura ambayo unaiona, naona huko mbele patakuja kuwa patam, cause nilipoingia kwenye management nilikutana na vitu ambavyo nilikuwa sifahamu. Nilikuwa sijui kama YouTube inalipa, ila nilipofika pale nikagundua inalipa. Yani niko agundua vitu vingi tofauti, afu niko naiona kesho yangu kwa nguvu za Mungu itakuwa tamu tu. Yeah. Alafu mwisho wa siku ikija management ambayo inakuja kukupropose ili utumike nayo, unaweza kutoka kwa Adomix na kwenda kwa hiyo management nyingine au inahitajika mpaka hiyo management iweje ili uweze kutoka kwa Adomix? Kwa size mimi siwezi nikachukua maamuzi yote. Hali kama hiyo ikitokea, inabidi kwenda kumfikishia mtu wa kwanza aliyenipokea kwanza. Akikubali niondoke nitaondoka, kama hajakubali mimi nabaki. Yeah. Yaani tuseme kwamba anakuwa kama baba yako kwa muziki. Ni baba kabisa, ni baba kabisa. Yes, wasanii wa kizazi kipya kama wasanii wenzio, kitu gani ambacho unaona wanakifanya wewe hujafurahia kwa sasa? Wasanii wa kizazi kipya kama wewe pia, alafu kitu gani ambacho wanakifanya wao wewe hujafurahia? Hakuna, siwezi nikaponda kazi zao cause labda inakuwa ni kwa ushauri. Unasema vijana wenzangu kuna wakati ambapo wakifanya kazi zao au wanaishi hivi mimi sifurahi kabisa, nitakiwa wange change kidogo ili waweze kuwa vizuri nini, labda kutokana na gisi ambavyo unakuwa unafuatilia kazi zao. Labda siwezi nikampangia mtu life ya ataishi mwanangu. Ni gisa unatakiwa, lakini ushauri labda umnionyeshe nijue gisa anaendelea na game lake ndo juu, cause mimi sifuatilia kazi za watu sana. Hapana, kimbizana mimi kama mimi. Sitaki niende kujiumiza kichwa niko fatana na life yako, na wakati ya kwangu naona kama yanataka kunizingua kidogo. So kila mtu kwanza fans yake. Kitu kama hicho. Basi wasanii ambao wanafanya vizuri Burundi unampenda nani? Mimi nawapenda wote, cause hauwezi kukaa ndani uko unatunga fikra afu baadaye utoke nje usikie wewe wapi kabisa kwamba no mimi nakubali yote, hata atakayeanza leo namkubali kabisa. Mtu akipatia sehemu ya kuonana na Mheshimiwa Rais, unamwomba nini? Mheshimiwa Rais ningemwomba atusaidie muziki wetu wa Burundi, uko chini sana, sio sawa na nchi zingine. Tuko chini sana kabisa yani kwa kila kitu tuko chini. So msaada wangu ningemwomba atusaidie, ateke gisi na sisi wasanii hapa kwetu tutasonga mbele kidogo kwenye masuala ya muziki. Yeah. Kwa kumalizia watafsirie watu ambao wanatufuata hao nyimbo ya hao ulikuwa unakusudia nini? Yaani watafsirie waelewe kwamba hayo ujumbe ambao upo kwenye ile nyimbo, kwa sababu mtu anapokuwa anasikia nyimbo kuna wakati ambapo anakuwa anasikia nyimbo ya kumfurahisha tu kwa sababu ni ya muda ambao tunaofikia, ama pia nyimbo ya kumwachia message kubwa ambayo itamjenga yeye kimwili. Hao ni message special kwa ajili ya wapenda nao, cause nimeiandika kwa ajili ya wapenda nao na ni historia ambayo imenitokea, ndio maana nimepata hata nguvu ya kuiandika. Kwenye mapenzi watu wanapendanaga kweli, ila huaga washilawadu au watu wabaya hawakosagi kwenye mapenzi. Nikaona nikianza kutaja idadi ya wale washilawadu au watu wabaya sitawamaliza, acha niwape tu niwaite hao. So hata nawe kama unapendanaga, kwa ukijua kama hao wako special kwa ajili ya kukasirika kuona unapendana mpenzi wako, kuona mapenzi yako vizuri, yani hawafurahi, ndio hao. Kwa hiyo kesho yake ukitembea barabarani ukisikia watu wanasema nani bwana mbona kama hivi, usikry, ujue ndio hao. Ndio hao kabisa.
Alafu tukushukuru kwanza kwa kuchukua time yako na kutupa sisi tuweze kuongea mawili matatu na kufahamu pengine career yako inaanzaje mpaka sasa umefikia wapi na unaishije kwenye game. Kwenye game unaendelea na game hivi kama gisi unaiona, na namshukuru Mungu hatua ziko zinajionyesha taratibu hadi nakutana na hii TV. Thanks sana kwa... Ni Amisho TV. Amisho TV. So nashukuru sana kwa kuniitisha, kwa kusupport kazi yangu, na sitochoka na mimi kusupport kazi zenu cause huwaga na watizamaga sana kitu kama hicho. Asante sana pia, ilikuwa ni Rosi presenter on the mic. Hii ni Amisho TV. Tukukumbushe kwanza pia wewe ambao hujaweza kufanya subscribe, labda umesahau, usubscribe pale ama ufanye s'abonner kwa Kifaransa wakiandika vile, na usisahau kufanya partager ama share kwa watu ili waweze kupata kitu kizuri pengine kile ambacho utakuwa umekiona, na usisahau kufanya like ama dislike moja mwa hivyo, na ile comment ambayo itakuwa labda umeona nini, ufanye comment kwa kutushauri, labda pia kwa kutupongeza kazi zetu, inakuwa ni vizuri zaidi. Basi tukutane next interview. Bye bye.